Karibuni sana katika kusikiliza mafundisho ambayo yanatokana na shirika la serikali linaloitwa Arise Africa, ambalo ofisi zake zipo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na kwa muda huu tunakwenda kusikiliza mfululizo wa sababu zinazopelekea Waafrika kutonufaika na rasilimali zao. Nami naanza na sababu namba 1. Nayo ni kukosa kujua juu ya rasilimali zao. Ni ukweli usiopingika kwamba bara la Afrika ndilo lenye rasilimali nyingi zaidi kuliko sehemu nyingine yote duniani. Lakini kwa sababu ya kutokujua hizo rasilimali, zimeishia kutokunufaika na rasilimali zao. Kwa maana huwezi kunufaika na kitu ambacho ukijui. Kitu usichokijua sio chako. Hata kama kipo mlangoni mwako sio chako, bali ni chake yule ambaye anakijua, hata kama yuko sehemu ya mbali namna gani, kama yuko Amerika, yuko Ulaya, yuko Asia, ndio mwenye uwezo wa kumiliki. Kwa maana huwezi ukategemea kumiliki au kunufaika na kitu ambacho ukijui, manake mpaka ukijue. Lakini pia huwezi ukakijua kitu ambacho ukitambui, manake mpaka ukitambue. Na hauwezi ukakitambua kitu ambacho haukioni, manake mpaka ukione. Na hauwezi ukakiona kitu ambacho ukitafuti, manake mpaka ukitafute. Ndio maana hata maandiko yanasema kwamba tafuteni nanyi mtaona. Lakini pia hauwezi ukatafuta kitu ambacho hauna uhitaji nacho, manake mpaka uwe na uhitaji nacho. Kwa maana hiyo, unapokuwa na uhitaji juu ya kitu ndipo unapoweza kutafuta, na unapokuwa unakitafuta ndipo unaweza ukakiona, na unapoweza kukiona ndipo unapoweza kutambua, na unapotambua juu ya kitu ndipo unapoweza kujua kitu, na unapoweza kujua kitu ndipo unapoweza kumiliki hicho kitu. Lakini hata hivyo inawezekana kabisa kwamba mtu usiwe na uhitaji ndani ya kitu au juu ya kitu, na wala usitafute juu ya kitu, lakini ukaweza ukakiona hicho kitu kwa bahati nasibu tu. Kule kukiona hicho kitu kwa bahati nasibu pia unaweza ukanufaika nacho. Kwa mfano, mtu ambaye analima shamba na hata akapanda na hata akaweza kavuna, ni rahisi sana kwa hiyo mtu akamhurumia yule mtu ambaye hakuweza kulima na wala kupanda au kuvuna. Huyo mtu hata hivyo, pamoja na kwamba atanufaika nayo kwa sehemu, haimpi uhalali wa kuweza kumiliki hicho kitu, kwa sababu hakutafuta na wala hakijui. Au ni sawasawa na wana wa Israeli walipokuwa wanapita kwenye jangwani huko wakienda nchi ya ahadi. Walipofika kwa jangwani walikosa chakula, lakini Mungu akawaletea mana. Kwa kipindi chote hicho wakawa wanaishi kwa kula mana. Hata hivyo haimaanisha kwamba hizo mana zilikuwa ni mali za wana wa Israeli, hapana, bali Mungu ndio alikuwa anazimiliki hizo mana. Ndio maana hata baada ya kupita kwenye hilo jangwa, na hizo mana nazo hazikuonekana tena kwao. Maana kama walikuwa wanazimiliki, wanaendelea kuwepo nazo mpaka leo hii. Au kama hoja leo iko namna hii, kuna kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji. Kuku wa kisasa ni kwamba hawa kuku ni kwamba wanachukua na wanadamu, lakini huwa wanafungiwa kwenye banda. Na sifa zake kubwa ni kwamba huwa hawana uhuru wa kuzunguka huko, na wala hawatafuti chakula, bali chakula wanatafutiwa. Na kwa maana hiyo ni kwamba hao kuku hawamiliki, hawana hali wa kumiliki, bali ni kwamba wana ile hali ya utegemezi, kwa maana kila kitu wanatafutiwa. Na wala hawana hoja kwamba wabadilishwe chakula, kama ni pumba hadi mwisho. Na kwa maana hiyo ni kwamba hawa kuku wa kisasa hawamiliki, bali wako katika mazingira ya utegemezi. Lakini ukija hawa kuku wa kienyeji, ni kwamba ni kuku ambao hawafungi kwenye ile banda, na wana uhuru wa kuzunguka huko na huko. Na mara zote kuku anapozunguka au anapotafuta, huwa anapoona au anapohisi mahali pana chakula, huwa anaanza kuchimbua kwa miguu yake. Na anapoona hicho chakula, huwa hakiingizi moja kwa moja kinywani mwake, mpaka atafute kujua kama hicho chakula kiko okay au kiko vizuri au ni chakula chenyewe. Mpaka anapoingiza chakula kinywani, maana yake huyo kuku anahuika na hicho chakula. Lakini pia huyo kuku ana uhuru mkubwa wa kula chakula chote kile anachokitaka, na anaweza kuzunguka mahali popote pale. Na kwa maana hiyo huyo kuku ni mmiliki moja kwa moja wa hicho kitu, wala sio tegemezi. Ni hali kadhalika kwamba huko duniani kuna watu wa namna mbili. Kuna watu ambao wako kwenye mfano wa kuku wale wa kisasa. Ndio hao watu ambao huwa hawatafuti au hawazalishi, bali wanatumia au wanakula kitu ambacho kimetokana
na jitihada za watu wengine, au kimetokana na watu wengine kuzalisha. Kwa wao wako katika mazingira ya utegemezi. Kwa unaweza kutambua huko duniani hao watu wako pande zipi. Lakini pia kuna watu ambao wako na mfano wa kuku wa kienyeji, ambao hao mara zote huwa wanatafuta au wanazalisha na huwa wanatumia kichwa cha kwao. Na hao watu mara zote ni kwamba si wategemezi bali ni wamiliki, na mara zote hao ni watu walio na maendeleo makubwa. Au inawezekana kabisa kwamba mtu asiwe na uhitaji juu ya kitu na wala asitafute kitu, lakini kwa bahati nasibu akaweza kaona kitu, na kule kuona ndipo uhitaji wake ukaanzia hapo wa kutafuta kujua. Na kama huyo mtu akatafuta kujua na akajua, basi hicho kitu kitakuwa ni mali yake. Mfano, miaka ya nyuma nchi za Asia kama China, ni kwamba hizo nchi tulikuwa tunalinganya nao tu kimaendeleo, lakini ikafika mahali ni kwamba wakati wa China wanaagiza matrekta kutoka Amerika kwa ajili ya kilimo, rais wao akaja kugundua kwamba hapati faida kuendelea kuagiza matrekta. Ikabidi awatangazie wananchi wake kwamba kwa nini na sisi tusitengeneze matrekta. Ndipo akaamuru waanze kuyafungua hayo matrekta ili waweze kujua na kupata maarifa yaliyotumika kutengeneza matrekta, na wananchi wakafurahia sana. Na walipoanza kuyafumua na wao kwanza kutengeneza trekta la kwanza waliweza kuitengeneza, badala ya kwenda mbele likawa linarudi nyuma. Hatua hiyo wa China walijipongeza sana, yani wakashangilia sana. Lakini baadaye wakaanza kuboresha na baadaye trekta liweza kutembea moja kwa moja kama matrekta mengine. Na hapo ikawa ndio mwanzo wao wa China kuweza kumiliki trekta, kwa maana kwamba hawakuwa tena na uhitaji wa kuendelea kuagiza matrekta kutoka Amerika. Kile kitu ambacho walichofanikiwa kutengeneza tayari wakawa na kimiliki. Na tangia hapo maendeleo ya China yalianzia hapo. Kwa kila kitu walichokuwa nakiona huko nje ukipata huko nje, na wao wakawa wanapumua, na ndio maendeleo walionayo mpaka sasa hivi wa China. Lakini pia inawezekana kabisa kwamba mtu asiweze kuwa na uhitaji juu ya kitu, lakini pia asitafute, bali akaanzia kuona, lakini asitambue na wala sijue. Huyo mtu hicho kitu akiwezi kikawa chake au hawezi akamiliki. Mfano, kuna wazungu fulani walitoka Ulaya wakaja nchini Tanzania. Walipoingia nchini Tanzania wakaingia moja kwa moja mkoa wa Shinyanga, wakakuta Wasukuma wanacheza bao wakitumia almasi. Wale wazungu walishangaa sana, kwa sababu wakawa wanachezea bao wakitumia almasi, na wao wanazitambua almasi kama ni mali na uthamani wake wanajua. Lakini baadaye wakaja kutambua kwamba hawa Wasukuma hawana uelewa juu ya almasi, na kwa maana hiyo wakaanza kuchukua ile almasi na kuondoka nazo kwao. Kule wakaenda kuuza wakapata pesa nzuri, na wao wakarudi na goroli wakaletea Wasukuma ili wacheze zaidi. Hao Wasukuma wakawa wanashangaa wazungu kule kuwaletea hizo goroli, kwa sababu hizo goroli zinapendeza, zinavutia. Lakini kwa wakawa wanachukulia hao wazungu kama ni wajinga, wanaletea goroli na wao wanachukua yale mawe ya almasi. Kumbe wao ndio wajinga kwa kutokujua au kutokutambua juu ya hizo almasi. Na mwisho wake ni kwamba mnufaikaji au aliyekuwa na miliki za almasi hakuwa Mtanzania, walikuwa ni wazungu, kwa sababu wazungu ndio walikuwa wanaweza kauza na wanapata mali, lakini sio Wasukuma. Wasukuma wakawa wanaishia kuona kama yale mawe, lakini kumbe hayakuwa mawe, yalikuwa ni mali. Kwa maana hiyo kiwango kile cha kuona kwa mtu ndio kiwango hicho cha kufanikiwa kwa mtu. Inawezekana kabisa mtu asiwe na uhitaji juu ya kitu, lakini wala asiweze kutafuta juu ya hicho kitu, bali anaweza akaona, lakini pia akatambua juu ya hicho kitu alichokiona. Hata hivyo hamaanisha kwamba atakuwa ni mmiliki wa hicho kitu kama hatajua, manake mpaka jue. Kwa mfano,
Kulitokea mtu mmoja mkoa wa Arusha ambaye ni mtu wa kabila la Kimasai, akiwa anachunga ng'ombe, akaona jiwe linang'aa na akatambua kwamba hiyo itakuwa ni mali. Akachukua hilo jiwe, akarudi nalo nyumbani, akaonyesha ndugu na jamaa. Baadaye akaanza kuonyesha watu mbalimbali na hata wasomi pia wa majiolojist, lakini hata hivyo hapakutokea mtu mwenye kujua juu ya hilo jiwe, mpaka hilo jiwe lilipowafikia wazungu, na wao ikawa ni mara ya kwanza kuliona ile jiwe, ndipo wakaanza kulifanyia uchunguzi, na hilo jiwe likapata kujulikana ya kwamba ni jiwe la thamani. Ndipo hawa wazungu wakaja Tanzania na kuwajulisha kwamba neema imewafunikia Tanzania, anzeni kuchimba na nyinyi mtakuwa mnauza kwa kiasi fulani. Kwa maana nyingine ni kwamba mmiliki hasa wa jiwe hilo na mnufaikaji alikuwa ni mzungu, wala sio Mtanzania, kwa maana yeye ndiye anayejua. Maanake anayejua ndio mwenye uwezo wa kupanga bei, kwa sababu uwezo ukapanga bei kitu ambacho ukijui. Na kwa maana hiyo mzungu ndio alikuwa ananufaika zaidi, lakini pia ni mzungu huyo ambaye anajua kazi ya hilo dini, kwa sababu mtu asiyejua hawezi akatengeneza kitu. Kwa mzungu bado akawa ananufaika kwa pande hizi mbili. Kwanza, yeye ndiye anayeamua bei iwe kiasi gani, lakini pia ndiye mtengenezaji wa bidhaa inayotokana na hayo madini. Kwa mfano, yeye anaweza kudhibiti bei kwamba ipande au ishuke, lakini pia ni yeye ambaye ana uwezo wa kutengeneza bidhaa inayotokana na hayo madini. Kama wewe ni Mtanzania unauza pengine kwa gramu moja ni shilingi 100,000, yeye ana uwezo wa kutengeneza hiyo madini ambayo ni gramu ya shilingi 100,000, akaja kuuza product au bidhaa inayotokana na hayo mawe kwa shilingi hata milioni 5 hata milioni 10. Kwa maana yake bado yeye ndio anakuwa ni mnufaikaji mkubwa. Lakini swali linakuja, ili kwa kuaje jiwe hili likaonekana Tanzania, lakini Watanzania wakashindwa kuligundua au kujua juu ya jiwe, lakini badala yake wakaja kujua wazungu ambao wako mbali? Ni kwa sababu hasa ifuatazo. Wenzetu wazungu wana mfumo unaowaongoza kutafuta kujua juu ya vitu visivyoonekana vikapata kuonekana. Kwa mfano, bidhaa zote ambazo ziko madukani, ziwe ni ndege, magari, simu, TV na kila kitu, ni kwamba hiyo vitu vilikuwa havionekani, lakini kwamba waliweza kubuni na vikapata kuonekana. Lakini pia mfumo huo ndio unaongoza kutafuta kujua juu ya vitu vinavyoonekana vikapata kujulikana. Ni kama haya madini haya ya Tanzanite, ni jiwe ambalo lilikuwa limeonekana lakini lilikuwa bado halijulikana. Kwa wenzetu, kwa sababu mfumo huo unaongoza katika kutafuta kujua juu ya vitu vinavyoonekana na vikapata kujulikana, basi hata hilo jiwe ndio likapata kujulikana. Lakini ni tofauti hasa kwa nchi za Afrika ambazo hazina mfumo huo unaowaongoza kutafuta kujua juu ya vitu visivyoonekana vikapata kuonekana. Ndio maana hatuna chochote kile ambacho sisi tunaweza tukajivunia kwamba tumetengeneza hiki, tumetengeneza hiki. Hakuna chochote kile. Lakini pia hatuna huo mfumo wa kutafuta kujua juu ya vitu vinavyoonekana vikapata kujulikana. Ndio maana hasa haya madini yetu haya tunayaona tu, lakini hayajajulikana kwetu. Na mpaka leo hii hatujui chochote juu ya madini, kwa sababu hatuna mfumo unaotuongoza kutafuta juu ya vitu vinavyoonekana vikapata kujulikana. Kwa mfano, leo hii wazungu wakakataa au wasinunue haya madini, kwetu yatakuwa ni madudu kabisa, kwa sababu hatujui tutauzia wapi. Na ndio maana hata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa anawatimua wazungu wasichimbe madini yetu, akadai kwamba watakuja kuchimba vizazi vijavyo vitakuwa na maarifa. Alichokuwa na maanisha kwamba vizazi vijavyo vitakuwa na maarifa ya kujua, kwa maana nyingine kwamba watakuwa na uwezo wa kutengeneza bidhaa zinazotokana na madini haya, sio kwamba kuuza kama malighafi. Lakini mpaka hii leo hatuyajui haya madini, ndio maana tunayauza kama malighafi, hatuuzi kama product. Na ndio maana hata wakija hata wawekezaji, hatuna uwezo wa kuamua bei juu ya hizi rasilimali zetu, kwa sababu hatuna uelewa. Na kwa maana hiyo
ninatoa ushauri kwa nchi zetu za Afrika kutengeneza mfumo mzuri inayotuongoza kutafuta kujua vitu visivyoonekana vipate kuonekana na vitu vinavyoonekana vipate kujulikana, na ndipo tutakapoweza kusonga mbele kimaendeleo. Mwisho, nina ombi moja kwenu kwamba hili ni shirika lisilo la kiserikali, hivyo tunahitaji msaada wenu ili muungane pamoja nasi kuweza kuibadilisha hii jamii na kuleta maendeleo katika bara letu la Afrika. Na sina la ziada, nina wageni nikisema Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki bara la Afrika. Asanteni sana.